Hello guys, welcome to Lance Media. I'm your host Bobo, and as you can see, I have some guests with me. There is a topic that we want to talk about, the death of Baba. They're saying Baba Raila, enye imehit watu wengi tena sana. Rumors zimeenda that maybe something happened. Hiyo ndio tunataka kuongelelea, that he was killed, something like that. We want to know like what happened. Ni nini ili happen? But before that, I'd like the guests to introduce themselves first, and you guys are welcome. Thank you very much. My name is Ken Munene, a youth leader, and we are here to discuss everything about Baba. Hello, one of the youth leaders hapa Kiambu, na leo tunakuwa hapo kuongelea juu ya Baba. Inakuwaje Rawa anatuacha mapema hivi? My name is Emmy Waruni. You guys are most welcome, jamani. As you have heard, the topic will be Baba jamani. Mzee ametuacha, watu wanaona kama ni ghafla, watu wanaona kama maybe something happened, kwa sababu binadamu lazima tutaongea, like tunakuanga na something. So now people are saying that it's not a normal death, despite them seeing maybe venye kulikuwa kuna video ilitokea akitembea, maybe the attack, but they say it's hata kama kitu kama hiyo ni what do you call it, cardiac. So we want to know, as per you guys, what do you think? Because watu wameongea, imekuwa something. Umeona mpaka watu wameandamana jamani, yeah? They're not believing the fact that mzee ametuacha. But at some point it's unbelievable. Hata mimi mwenyewe nina feel like no, it was too early. Yeah, so what's your take on that? So what do you mean too early? Too early ni kama ilikuwa ghafla, una get. Hapo ndo kunakuwa na shida. Hapo ndo kunakuwa na shida Afrika. It's not too early. Hakuna mtu anaweza kufa kifo tu ikuwe ni normal, Lazima mseme kuna mtu aliingilia. He was 80 years. What do you expect? 80. Miaka ya binadamu kuishi 70, Ali exceed. So okay, sifurahi amekufa, but the point that watu wanadhani kuna mtu alikuwa na aliingilia kifo yake, I don't think so, You know, those alleged forever, alipumzika. Sometimes wakati mwingine ukifanya kazi nzuri, Mungu anakuita. Na Baba amefanya kazi nzuri, Mungu amemuita aende kuishi na akina Wachode. Yeah. He's joining the rest, So personally I don't think kuna mtu kulikuwa na external power kwa kifo chake. I think it's a natural death. We've all seen him struggle, kutembea, mmeona a lot of things have happened, mmekuwa mkiangalia. And then nikutumeona struggle, and then alikuwa hospitali akikufa. That means alikuwa na ugonjwa na kaenda hospitali, si ndio? And miaka yake imesonga sana, na what you have to say is that you just thank God for the life yenye tumeshare na yeye, na ile ambaye amefanyia watu kama wa Kenya na vitu zingine. I don't think sidhani kama kuna mtu aliingilia kifo chake. You know, mtakuwa mnawekelea shetani. Kenneth, by you, what do you think about that? For me, I think when you talk about death, as much as everything is concerned, death inakuanga kitu painful. You are at old age ama at young age. But then there's this aspect of mtu ameishi maisha yake aje, so that maybe akufa. Baba has left a country in a very desperate time, whereby tulikuwa tunadhani before ende maybe he would have corrected some things. Because in the meantime hata hajatuambia kama ni Babu Owino ama ni Sakaja in Nairobi. Pia hajatuambia kama ni Jalang'o ama ni Rikomodi uko Lang'ata. And we know those are maybe the strongholds za ODM. And maybe when we talk about Baba, we talk about a political elite, an enigma, someone who maybe most of us would like to emulate, because having served Kenya for 55 years, especially in politics, since unakumbuka after his father when walikuwa wamepeleka huko Kapenguria in Kitale, that's when he arose to power. Akasema chaanze saa kukimbizana na, and when we talk about politics, ikwangi a very easy thing. Then he was a Democrat, so most times alikuwa anaingiana na government, especially kutetea haki za binadamu, kutetea the opinion of the people. Actually, some of us used to call him the president of the people. He was the people's president. That's why most elections venye tulikuwa tunasema ati ameibiwa, walikuwa wanaenda Uhuru Park, the people wanamwapisha.
and in as much as he was that kind of a kingmaker, we can say maybe he was so humble that hata before election he used to say, if I win, the princess ndio anachukulianga. That's why Queen Elizabeth pia alichukulia. Okay, So yeah, then, that's good. Yeah, mind you, in Kenya wakati baba ya Raila alikuwa anaaga, aliachia Raila, right? Wakati Jomo Kenyatta alikuwa anaaga, aliachia Uhuru. Hakumwachia, lakini in as much as ulikuwa mtoto, there is what we call, ni kama there is something who inakuwa passed over. Unless kama huyo mtu hayuko, that's when we pass to another person. For example, mtoto wa Raila kunao namsikianga kwa politics much deeper. Hapana. So that means itaenda either kwa uncle, mind you pia. So swali ni is ODM a family thing or a community? It's not, but remember his brother I think is the secretary. I think ni secretary. Yeah. No, secretary general ni Sifuna. No, if not secretary, there is something. He has akona cheo kwa hiyo nini, kwa hiyo. Yo, but okay, my point is ODM is not a family thing. So just to huyo amekufa, brother kafai kupewa, wangechagua tu mtu mwingine. Na hajapewa, yeye alipewa tu mandate ya organize everything. Alipewa akwe acting leader wa hiyo. Acting, exactly. Yeah, that's the point. Mbona umpatie mtu somebody morning akwe acting, but like after anybody mwenye, you actually when you mourn somebody you don't see clearly, eh? You need time to reset and what you do. So the question should be, who else? There are a lot of people. Kuna Sifuna, kuna watu wengine kwa hiyo chama actually means you watu ODM, but I know there are a lot of people who have the capability to get the chama. Have you seen Sifuna and Baba wakiwa wameketi one of these days? Baba alikuwa mgonjwa. Hata before kuwa mgonjwa, wakati walikuwa wanaongea na Sakaja, walikuwa wanaongea na Sifuna. Mimi sijui Sifuna alikuwa outside. Sifuna hata akiongea ulikuwa unasikia hii haijatoka kwa Baba. Hii ni Sifuna. Wait, so ngoja. So do you think unajua bado ulisema eti Baba hakutuambia sijui ni nani Sakaja ama ni anaitwaje na Babu Wino. So that mean Baba will be was the one who was about to tell you who unafaa vote for. You know, this is the plan also address Gen Zs. Hii miaka imepita. Hii miaka ya okay, excuse us. Let me also address the camera. That's my opinion, not Gen Z's. Yeah, okay. It's his opinion, but I also want to take this opportunity to address everybody who thinks that okay, Baba amekufa, apumzike mahali pema peponi. Now, anybody who thinks that kuna kiongozi anafaa kuwapatia leader mwenye anafaa kuchagua kwenu, that's wrong. Hii miaka imepita, vijana ngoja tuangalie kiongozi na kitu anatusaidia. This goes to people wenye walikuwa wanafuata Baba, wenye walikuwa wanafuata hadi wenye wanafuata Kalonzo sahi, eh? Those people will mislead you. Wamekuwa kuchagulia viongozi for all this time na hakuna kitu wamewasaidia. It is time for you people to wake up and choose viongozi wenye nyinyi mnataka. Si mwenye unajua kuna time friend by the I'm from Nyanza. And this time wenye walikuwa wanavalisha kutoka juu mpaka chini walikuwa wanavalisha uniform moja. Sema sahi ni UDA. Kila mtu kutoka governor, MP, MCA, wote ni UDA. Just see atuangalie kitu wanafanya, tunaangalia kwa chama gani. And that's wrong. It's time that tuache kuangalia chama ya mtu yenye mtu wako, tuangalie the mandates na vitu tunataka tufanyia. Juu sasa there are places zenye viongozi wamekuwa kuchaguliwa juu ya Baba ama nini chama yake, na all this place pa maendeleo hakuna. Juu walikuwa they were dictated to nani wanafaa kuchagua, nani wanafaa kuchukua kama kiongozi. But this time now that Baba amekufa, na sikufurahi kama amekufa juu it's wrong. Okay, si kitu mbaya kukufa juu it's part of life, but it's too early angekukufa hakuna watu wengine. But now that amekufa, it's time that tuamke kama jamii, tuanze kuangalia, tusikue guided na vinyo tunachagua viongozi, tukue unajua kunakuwa programmed, eh? Mtu anakusuggestia kitu unafaa kufanya just because Baba amesema ni huyu tunachagua huyu. That's wrong. Now listen, I wasn't talking about the whole nation. Yeah. ODM is a party. That means when wamechaguliwa, they will give directions on who to choose. That's why they always do party. Nomination as a party, not as a whole country. Then number 2, on the issue of kuambiwa, no, kila mtu anafaa kuwa na decision yake, but when you go to dynasties, wakati mtu huwa anaenda kuaga, si kuna ile kuacha urithi, anasemanga hii urithi yangu siachii first born, naachia second born. Sawa? Mnakataa, mnasema juu first born ni right yake, acha tupatiane first born. Urithi na family dynasty inaisha.
mnakuja kujiuliza mbona hatukufuata venye alisema. Sisemi it's bad being suggested, lakini there is what we call an order. So are you an ODM member? Are you an ODM member? Yes or no? I don't fall under Yes or no? Under any party. Under any party, yeah. Are you a voter? Yeah, I'm a voter. If you are a voter, kuna ile chama we mwenyewe unasikianga its policies zina align na wewe. According to me, yeah. Chama doesn't matter. Ukuje na okay, kama una chama ukuje na policy mzuri, tutakupatia tu kura juu. I just speaking you as a leader, not what your chama thinks. Kama unatoka chama yenye inaamini kitu kingine, lakini wewe you what you're trying to give me and my people and my family and my friends hapa kwetu nyumbani, I'm going to vote for you, but zote tuangalie chama yako inasema nini. That's wrong. Okay, now when we are talking about chama, we are talking about policies. Tuseme mimi niko maybe party A na wewe uko party B. Mimi nimekuja na policy yangu inasema watoto watapatiwa laptop mashule, and when you look at that generation you see they need those laptops. But wewe chama yenu nayo inasema instead ya kufocus na masomo ya mtoto, let's focus on ukulima. So aspects na pia policies and time and season, whereas when you are talking about politics we talk about context and history. So in this context we are talking about what season na what policies zimeletwa. For example, kuna chama inaweza leta policies za 1963 tuone hizi hazifai, na policies na manifestos they are meant to govern the government maybe in those period, so that kusikue na any other alignment, so that ikue ni zile alignment zenye mmetuambia. Unajua when you're talking about that you are telling me when manifestos are given you don't need to check on them at junior party, you only need to check on someone as an individual. Mtu anaweza peana manifesto lakini akatae kuangalia on the manifesto side. Pia chama inaweza peana manifesto na ikapea pia right. I guess it comes at yani ilikuwa tu topic ya kuguzia, lakini you guys have gone deeper and much you have something. We'll just take time, maybe next time we'll come up and then talk about that. Who told you that? Not kuongea in the sense of talking, but visibility. Him even coming to defend the strength alikuwa nayo, hakuwa nayo before. So kumbe kuongea tu hivyo, the following day nasikia hayati amekuwa hayati. Sasa tumefanya nini? Me as for me siwezi sema ni kuplan. Mimi wacha tu niseme ni Mungu amemchukua tu. Wakati ilifika. Na mlako umepita. Then mind you, I was choosy with words. Nilisema might. Kumaanisha I just looked at the comments of people. Unajua ni zile allegations, and sometimes tunasemanga hivyo, then later in years ndio tunakujanga kujua enyewe maybe it was planned. Because when we talk about lifespan of a person, Mungu akusema achi ikuwe 70 direct 70. Si some wamefika 120. And being a political, some means few. And being a political leader, Raila alikuwa anakula spaghetti. If you look at the life of kina Nkaiseri, kina Ruto, they don't eat this. That's why you ask them bei ya mkate ni ngapi, they don't know. Because asubuhi wanamkia either ngwashi, hizo cassava and whatever. Strong, they go for exercise and what. And they still have money. In as much we are saying that money doesn't buy everything. Someone anaweza plan atoke hapa naende abandilisha damu, aoshe, akuwe renewed in a special way. But then si kusema ati amewawa, nilisema might. According to juu kama if he was really sick, this guy unaonanga venye mtu akiwa anaenda kuaga, maybe you will align maybe things zenye hazijamalizika, will to make sure property zimegawanywa. But then venye ametuacha, it's like kama aligonjeka 1 week before, angetuambia who is coming to take over after him, he still had time. Mbona? But okay, death is juu naenda. Okay, let me tell you. As much as ujuu naenda lini, kumbuka Winston Churchill, Winston Churchill before he died, he used to cough. Na anaenda maybe kwa Queen Elizabeth. Queen Elizabeth anamwambia you are sick, you need to pass this prime minister iende kwa mtu mwingine. Then he says no, I still have strength. But
day after day Queen Elizabeth anamwambia you still going, hata it's better uketi chini, you continue taking maybe your cigarettes as we take portraits of you tukukumbuke, but then you prime minister patiana. And that's why Winston Churchill before he laid himself in bed alipatiana. Actually akiwa in bed alikuwa anasema yeah, I need to kupatiana cause there's, unajua pia mwili yako ina feel na pia wewe mwenyewe una feel ni kwenda unaenda, as maybe we have been told maybe as stories. Na sijui kama ushaiketi na mtu mgonjwa, for example on a personal note, nishaiketi na shosho yangu and on the day that she passed alikuwa anajua it's that day. Sijui kama ushaiketi na mtu kama they feel that it's too tiresome, I've never felt this way, I don't feel my blood rushing, I don't feel like the body is cold, so I need just to give up. So let me ask you, unajua umeongelea juu ya what do you call it, ya all this inheritance inaitwa the will, umeongelea na will. So do you think hakuwa ameandika will? No, in this case ndio nasema if it might, but one tunafaa kuenda na the, unajua there is what we are given, the information that we have been given. For example, by the one he left, that is Madam Aida. Madam Aida ndiye alikuja akasema he passed yesterday, so we should go by that. Number one, he had prepared his family, so whatever Aida that has or his brother, it's what we should go with. Actually mi siwezi sema aliwao pia, because the family has said this and this and this and this one imepangwa and this one is to go on and on, so we should rely with him, with them, not with what we think. And the kuna question anisumbua. After ukufa siendi alikuwa amesomea ODM. Now brother yake anaitwa aje? Oburu, yeah. Oburu amepatiwa akue acting. So swali ni is ODM ni a family thing ama is a national? Why will they do that? Actually, so people because it's a mourning family, they should not be given they need that mandate. Hiyo ni kazi nyingine kubwa sana. They should be given at least a year watulie. Mbona tena mbona tena umpatie kazi brother yake amekufa tu leo, and then you're given to be the acting lead of the chama yenye alikuwa na lead. So inaonekana people have something, maybe we take another time, we come up with that topic tuendeleze. For now, until next time, I was your host Bobo, and thank you so much for watching. This is Lions Media and Academy.